tumeona hii chama ya udaku ikiwa na delegate pale State House, na tukajiuliza swali kama wa Kenya, kwani State House siku hizi imekuwa ni nyumba ya group fulani ya wananchi? Kwani State House imekuwa ni nyumba ya kabila fulani? Kwani Rais William Samoei Ruto amekuwa rais wa jamii moja? Mr. Speaker, hii chama ya udaku ama Kenya Kwisha saa hii mahali imefika, imeisha. Kwa nini Mr. Speaker anasema imeisha? Out of 12,000 delegate, Mr. Speaker, 10,000 walikuwa jamii ya kutoka Kalenjin. Mr. Speaker, kuna watu wengine pia wanadanganywa wanapelekwa Singapore, walikuwa represented pale. Walikuwa watu 1,500. Jamii ingine ambayo ilikuwa na watu pale Mr. Speaker ni jamii ya Magharibi. Ilikuwa na watu 300. Jamii ya Mlimani Mr. Speaker ilikuwa na watu 50. Mr. Speaker, mpaka wale wabunge sasa wamekalia uongozi pale Mlimani hawataki kusimama na hii chama. Wale viongozi wengine ambao wamechaguliwa na chama ya UDA kutoka eneo zingine Mr. Speaker hawataki hii chama. Je, wakati rais anasema ati ataongoza na kura milioni 3? Order please. You have a question? Point of information. Which information? Watu walikuwa State House. Those were aspirants. They were not delegates. They were aspirants. Because and for an MCA to buy for an aspirant of UDA alikuwa analipa 11,000. Then for governor, women rep 10,000. Sio yake kuja kutuambia kwa jamii fulani. Hiyo ni uongo. Hawa walikuwa. Haya, asante sana Mr. Speaker. Thank you. Order, wait. Nani? Mheshimiwa, uko na swali? Kuja na haraka. Asante sana ndugu. Amesema jina ni kutoka kwa mlima, tumesikia. Na hao watu ndio walikuwa na hii chama wakatupikia baba rungu. Leo hii amekuja kusimama mbele yetu anasema chama ya udaku. Ni ukweli gani huu mtu anakuja kusana tuchezea akili hapa? Nataka hivi useme chama na jina yake, acha kusema chama ya udaku. Hakuna chama ya udaku Kenya. Mr. Speaker, member wa kwanza amesema ya kwamba wale walikuwa pale State House walikuwa aspirant. Na imedhihirishwa wazi ya kwamba out of numbers majority of the aspirant, na nimesema 10,000 walikuwa katika jamii moja, na nikaelezea vizuri sana. Wakati nasema hii chama imeisha, wakati tulikuwa kwa hii chama basi inaitwa UDA, ilikuwa ni chama ambayo manifesto yake ilikuwa ipeleke wananchi wa Kenya Singapore bila hata kusema Mr. Speaker. Lakini saa hii mahali imefika, hakuna kazi tunafanya, ni udaku. Imekuwa chama ambayo agenda yake na manifesto yake Mr. Speaker imepoteleza habari. Mara saa hii wanatupea mambo yenye tulikuwa tumeongea kwa manifesto Mr. Speaker. Nikiendelea nasema hivi, saa hii mahali sasa imefikia, William Samoei Ruto umeona giza. Saa hii mambo yako imegonga mwamba. Saa hii kimeumana. Wakati wewe unataka kutuonyesha ati wewe unaongoza, ulikuwa unaenda pale kupiga picha State House ili tuone ati chama yako bado iko na usemi, lakini uko na usemi kwa jamii moja. Mr. Speaker, sisi kama jamii ya Mlima Kenya tukiongozwa na kiongozi wetu Rigathi Gachagua tunasema chama yetu ni DCP. Kwa nini tunasema ni DCP Mr. Speaker? Na tuta entertain ujinga ati unakuja na chama zako ati unataka kusimama ati sijui nini. Kama hutaki kufuata Rigathi Gachagua, wewe mambo yako imeisha. Kwa nini tunasema tunataka zoning ya chama yetu ya DCP pale Mlimani? Bado niko kwa mada. Kwa nini tunasema zoning? Mr. Speaker, sisi kama jamii tuko na mambo yetu ambayo inatuhusu katika jamii yetu na katika taifa letu. Sisi hatuna interest na dhahabu ya Waruya. Sisi hatuna interest na samaki ya watu wa maji. Sisi tuko na mambo yetu ambayo Mr. Speaker inatufanya tukue kama jamii. Order please. Mr. Speaker, protect me from goods, Mr. Speaker. Order please. Order member. Protect me, Mr. Speaker. Order. Mr. Speaker. Order.
Ukinyamaza utaendelea. Nataka mnyamaze aendelee. If you have a question, my friend, carry up your hand. Sasa msipige kelele. Unaendelea. Mr. Speaker, wewe wakati unaniambia ati niongee mambo hainihusu, nitaongea aje? Wewe uko na viongozi. Nani hapa hana mbunge? Nani hapa hana senator? Nani hapa hana governor? Mr. Speaker, wakati viongozi wetu wanaongea mambo ya kahawa, wewe una kahawa. Zoni yenu haina kahawa. Unataka ongea mambo ya samaki? Sisi hatuna samaki. So, wewe kama ulichagua kiongozi wako, yeye ndiye anafaa ongee mambo ya samaki. Unataka Gachagua ongee mambo ya samaki aje? Unataka mbunge wangu Ndindi Nyoro aongee mambo ya samaki kweli? Sasa hii watu wa magharibi, Mr. Speaker, wako na dhahabu karibu ya trilioni 10. Mbunge wangu hawezi ongea mambo ya dhahabu. Dhahabu yetu Mr. Speaker ni maziwa. Dhahabu yetu ni majani chai. Dhahabu yetu Mr. Speaker ni waru. Dhahabu yetu ni minji. Na hakuna siku Mr. Speaker mbunge wangu ataongea mambo ya samaki ache ya minji. Mbunge wako ndiye atakuongelelea wewe, sababu ulimpigia kura. Akishindwa kufanya kazi yake, usituraumu Mr. Speaker. Usituraumu. Nataka niseme hivi. Kama unajua wewe ni kiongozi na umetoka mlimani, lazima ufuate Rigathi Gachagua. Lazima. Sasa mahali imefika, lazima. Hakuna kitu lazima. Kama ufuate Rigathi Gachagua, wenda ukafanye biashara zingine. Wenda ukalime waru, wenda ukafanye kazi yenye unataka. Lakini kama ufuate Rigathi Gachagua pale mlimani, lazima uende. Mr. Speaker, Rigathi Gachagua mahesabu anafanya si mahesabu ya shilingi 2. Mr. Speaker, Rigathi Gachagua anatufanyia mahesabu ya miaka 100. Rigathi Gachagua sasa mahali imefika ndiye baba wa taifa. Mr. Speaker, mahali sasa imefika. Mahali imefika. Wewe. Time imeisha bwana. Ngoja. Dakika 8. We, nashangaa sana mbunge mwenye amesimama kwa floor anaita Gachagua ati baba wa taifa. Hebu sikieni kutoka kwangu. Nataka Gachagua aseme hivi, she sails on the seashore. Tuone kama Gachagua anaweza sema hiyo. Atauma ulimi. Lakini huyu atasema. Mr. Speaker, sitasema. Lakini acha nimalizie. Lakini sababu nasema Rigathi Gachagua. Oda. Wacha malizie. Oda. Wakati unasema Rigathi Gachagua si baba wa taifa, unakosea sana. Angalia hata jina peke yake. Rigathi, Raila, ra. Mr. Speaker, hii jina ya re. Hakuna mtu mwingine hapa Kenya akona jina inaongozwa na ra isipokuwa Raila Odinga na Rigathi Gachagua. Sasa hii mahali imefika, jamii ya majini, jamii ya Nyanza, hamuna baba mwingine mmebakisha, ni Rigathi Gachagua. Na kutoka leo Mr. Speaker, ukiaddress Rigathi Gachagua kwa hii bunge, lazima uanze na baba Rigathi Gachagua. Na kama itakuwa si baba Rigathi Gachagua, itakuwa ni baba Rigiji. Asante sana Mr. Speaker. I don't know who you guys were target, mlikuwa mna target na hii mada kusema kuwa ati lazima ukuwe na pesa ndio uwin kiti Kenya. Mr. Speaker, that is the most obnoxious thing I've ever encountered in my life. And it is a primitive way of thinking. Because we need leaders who can deliver. We don't need